Wow. Katika maandiko kidogo kuna upotoshaji kwamba Mungu alituumba kwa mfano wake. Si kweli. Mungu aliumba source yetu sisi. Kwa hiyo wale waliowaumba ni source. Baada ya hapo akaweka nguvu ya uumbaji kwetu sisi. Sisi tukapata uwezo wa kuumba binadamu wengine. Na ndio maana unaona ukisoma kitabu cha Mwanzo kwamba na tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu. Umeona? Maana yake walikuwa zaidi ya mmoja. Maana yake mtu mmoja hawezi kuumba mwanadamu. Na ndio maana hata katika mfano halisi wa kawaida ili muweze kumuumba mtu lazima muwe wawili. Mshare energies. Umeona? Na kile mnachokiumba kinakuwa ni mfano wenu. Mimi nimeumba watu wawili mpaka sasa. Mtoto wa kwanza ni Kristo Ivan, mtoto wa pili ni Ivan Murundi. Wale ni mfano wangu mimi kwa sababu nimewaumba kwa nguvu yangu mimi na kwa mfano wangu mimi. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo sasa, maana yake mtu anapotoa mimba maana yake ana produce energy. Of course, ana produce energy. Kwa hiyo na kwa mantiki hiyo sasa, kulingana na maelezo yako, maana yake mtu akitoa mimba anakuwa maana yake ame produce energy ambayo haipo katika mfumo wa physical body. Of course, ile energy inakosa mwili. Kwa kama inakosa mwili itaishi kwenye miili za wale wazazi wawili mpaka itakapo machua. Na wakati huo bado inakuwa inategemea na inahitaji mahitaji kutoka kwa wazazi wake tena ya msingi, na inajipimia yenyewe inachotaka, kwa sababu haiwezi kuongea na mzazi kwamba naomba shilingi 10,000. Kwamba hiyo inaweza kapelekea athari katika familia of course, kwa sababu ile energy inakuwa haina mwili, inageuka inakuwa destructive energy, sio constructive. Ikiwa na mwili inakuwa constructive, yani ina construct family. Kwa mfano, inaweza ikaomba mahitaji fulani na ikapewa kiasi fulani ikalizika, lakini ikiwa haina mwili inakuwa ni energy haribifu. Kwa hiyo hakuna maendeleo yoyote yatakayofanyika kwenye ile familia. Utamkuta baba anasumbuka mtaani, anafanya kazi, analipwa, lakini hana maendeleo yoyote. Ile energy inakuja kuchukua cha kwake. Yeah.